Unaambiwa kwamba miaka 500 iliyopita huyu jamaa Monkey alikuwa anaishi mbinguni, na huyu jamaa alikuwa ni shujaa wa vita bwana. Hakuna mtu ambaye alikuwa anaweza kupambana na yeye. Sasa hao masoja bwana walikuwa ni maaskari wa huyu mtawala. Sasa huu pembeni bwana, huu ni nafsi za miungu yao, na unaambiwa kila baada ya miaka 500 huwa wanakuja kukagua huu utawala unaendeleaje. Japokuwa hii miungu haikumlamu kijana wao, lakini huyu mfalme aliona aibu sana baada ya vijana wake kupigwa na ule Monkey. Sasa baada ya ile miungu kuondoka, yule mfalme wa mbinguni akahitaji pambano na huyu jamaa Monkey bwana. Monkey akakubali, akamwambia fresh. Wakasogea mpaka kwenye ulingo pale, lakini kabla hajaanza pambano akatoa nywele moja akaipulizia sehemu hivi. Wakatoka double Monkey wawili yani. Unaambiwa mmoja anapambana, mwingine anaangalia ule mpambano yani. Yaani unaambiwa mpaka mfalme akawa anachanganyikiwa. Akawa anashindwa kuelewa original ni yupi na fake ni yupi yani. Maana unaambiwa kila kipiga shambulizi amepiga hewa yani. Noma sana ise. Unaambiwa safari hii akaandaa shambulizi zito la mapanga, akamtupia ule Monkey, lakini wapi ise. Yaani jamaa alikuwa anafanyia kama masihara vile yani. Mfalme alimaindi kichizi yani. Sasa mfalme bwana ikabidi atumie trick fulani yani. Ikabidi amdanganye mwamba pale. Akamwambia kwamba safari hii nataka tupigane ngumi kwa ngumi, hakuna kutumia uchawi. Monkey alikuwa anajiamini sana, kwa hiyo akamkubalia mfalme. Akaiweka ile fimbo yake pembeni. Sasa kumbe bwana alifanya makosa makubwa sana kukubali bwana. Basi pale mfalme hakufanya makosa, akampiga Monkey uchawi fulani hivi. Yaani ilikuwa ni kombora la kumfanya mwamba agande. Sasa kabla ya ule uchawi hajaanza kufanya kazi, akaitupa ile fimbo yake mbali sana unaambiwa. Noma sana ise. Basi baada ya pale Monkey akawa anajishangaa jinsi anavyoganda bwana. Kwani mfalme aliamua kumchezea faulu. Sio poa ise. Chizi aligeuka sanamu yani. Lakini alikaa kistaili yake yani. Alikuwa na maana. Design kama vile alikuwa anamnyoshia mkono mfalme, akamwambia wewe tutaonana siku moja tu. Unaambia ile fimbo ilitembea mbali sana yani. Sasa baada ya miaka 500 kupita, sasa katika huu mjengo pale nchini China, kuna huyu mzee bwana alikuwa amezeka kinyama unaambiwa. Na alikuwa anaikagua hii fimbo kama iko sehemu salama. Na hii fimbo tunaikumbuka kwamba hii ni fimbo ya ule Monkey. Hii fimbo ilikuwa inarithishwa kizazi na kizazi ya katika ukoo wa huyu mzee mpaka pale atakapopatikana chosen one kwa ajili ya kutimiza ile hitima ya ule Monkey. Noma sana ise. Sasa mara ghafla baada ule dogo kufika maeneo yale, na alikuja kwa ajili ya kuongea na ule mzee, lakini bwana kilichotokea, ile nyumba ya ule mzee kavamiwa na vibaka bwana. Ghafla ule mzee akapigwa chuma bwana. Noma sana ise. Sasa mzee kabla hajafariki bwana akamkabidhi ule jamaa ile fimbo. Yule mzee kwa haraka sana akamwambia dogo kwamba chukua hii fimbo, kimbia nayo, usije kuruhusu wale wahuni wakachukua hii fimbo. Kwani mzee alikuwa anamtambua huyu dogo kwamba alikuwa anapenda sana kujifunza kung fu, kwa hiyo ndio maana akamkabidhi ile fimbo. Basi dogo baada ya pale kabidi akimbie sana, akakimbia akaelekea juu kwenye gorofa juu kabisa. Lakini cha ajabu wale jamaa hawakumwacha bwana, kwani alishuhudia mauaji yale. Alipofika sehemu hii ikawa amefikia mwisho bwana. Wakati anajiuliza nini cha kufanya, ghafla bwana ile fimbo ikamsukuma kwenye gorofa bwana. Dogo alibaki kushangaa tu, hii imekuaje? Dogo aliogopa sana, kwani aliona kabisa ndo anakufa vile. Alikuwa anapiga kelele nyingi sana unaambiwa. Sasa muda kidogo anakuja kuzinduka hapa, anashangaa yuko wapi. Kila kicheki mazingira hayaelewi kabisa yani. Kwanza na nguo nyingine, mazingira yako tofauti na nyumbani. Basi akawa anapita pale anashangaa mji ule. Sasa huku ni wapi? Au ndo nimekufa hivi? Sasa hapa nipo kwa Sagodi au nipo kwa shetani? Sasa kumbe dogo alipodondoka pale alirudi miaka 500 nyuma ale. Na ndio maana alikuwa anashangaa ile mazingira. Eti semani bro, hii sehemu inaitwaje? Alikuwa anamuuliza mtu pale. Muda kidogo mbele anaona grupu la maaskari bwana. Maaskari wale walikuwa wanawadhibu wana kijiji bila sababu yani. Sasa dogo kuona vile kabidi akimbie. Mara ghafla akatokea jamaa fulani akamsaidia pale. Alikuwa ni mlevi. Jamaa alikuwa amelewa, lakini alikuwa anawapiga wale maaskari kama watoto yani. Jamaa alikuwa anatumia style fulani ya kung fu, drunken kung fu. Hii style ilikuwa ni noma ise. Yani hata ulewe vipi hakuna ambaye anaweza kukupiga. Baada ya pale ule mlevi akamwangalia ule dogo. Kuja kushika imeshika fimbo fulani hivi. Hii fimbo anaitambua. Basi bwana akaona kabisa huyu dogo huenda akawa ndio special, kabidi amchukue ule dogo bwana. Nadhani unatambua kwamba huyu jamaa anaitwa nani? Huyu jamaa ni Jackson. Ikabidi Jackson amwambie ule dogo kwamba hii fimbo unatakiwa ipeleke sehemu husika. Baada ya pale kabidi ampe story fupi kuhusu ule Monkey ambaye alisalitiwa na mfalme wa mbinguni. Kwa hiyo akamwambia kwamba hii fimbo ndio fimbo pekee ambayo inaweza kumsaidia Monkey kurudi katika uwezo wake. Sasa mara kidogo tena maaskari wakawavamia pale. Jackson kabidi apambane nao bwana. Baada ya kuona mashambulizi yamekuwa makali, wakaiba farasi wawili wakakimbia pale. Bwana walifanikiwa kutoroka. Sasa walipofika mbele dogo akaanza kuleta uzembe. Dogo akashuka kwenye farasi kisha akamfuata Jackson. Sasa mimi nataka nirudi nyumbani bwana, mimi siwezi kwenda huko mnapoelekea. Sikia bwana mdogo, kama utomaliza misheni yako basi hauwezi kurudi nyumbani katu yani. Sasa mimi sijui hata kung fu, nitawezaje sasa? Basi bwana baada ya pale kabidi aanze kumfundisha kung fu. Sasa kesho yake asubuhi bwana dogo anakuja kuamka, anashangaa yuko peke yake. Braza mlevi uko wapi? Anageuka nyuma anamuona mwamba fulani hivi. Ikabidi aanze kuchanja mbuga pale. Sasa huyu jamaa ni nani? Maana jamaa alipofika pale akachukua ile fimbo na kuondoka. Jackson baadaye anakuja bwana anamshangaa dogo, fimbo iko wapi? Basi dogo ikabidi aelezee kilichotokea, ikabidi wafuatilie bwana. Kumbe Jackson midele ilitoka kwenda kutafuta pombe. Wakafuatilia wakagundua kwamba ule
kaka jambazi aliingia humu ndani. Ikabidi bwana Jack Shane aingie mule ndani bwana. Alimkuta Jet Li akiwa kwenye maombi. Wewe unapeleka wapi fimbo? Kwani fimbo ya kwako? Zikapigwa pale. Unaambia wote walikuwa ni mamaster ise. Sasa Jet Li alikuwa anatumia style fulani ya Tai Chi na Jack Shane alikuwa anatumia style ya Ego Kung Fu. Hawa jamaa wote walikuwa ni mamaster. Walitoka ngoma draw pale. Cha ajabu ile fimbo ikaruka kamrudia mwenyewe. Sasa wakawa wanashangaa wao wanagombana, lakini ile fimbo yenyewe ikamrudia mwenyewe. Baada ya pale dogo akaiangalia ile fimbo. Sasa Jet Li akamfuata. Yaani huyu chuze ni wani mbona mbovu hivi, mzembe kinyama unaambiwa. Mwamba ikabidi acheke tu. Sasa baada ya pale wakagundua kwamba wao wote wapo kwenye mission moja. Kwa hiyo Jet Li na Jack Shane kazi yao ilikuwa ni kumlinda dogo mpaka akamilisha ile mission. Sasa huku upande wa pili kwa mfalme wa mbinguni ikawa tayari ameshagundua kwamba yule ambaye aliyetabiriwa kuja kufanya mapinduzi tayari yupo njiani anakuja. Ikabidi amtume mchawi fulani, ni dada fulani ambaye ni noma sana unaambiwa. Bwana wale wafamia ilikuwa ni vita moja kali sana unaambiwa. Walipopata nafasi wakakimbia, maana ile vita hawaiwezi bwana. Sasa wakati wanakimbia bwana, kwa bahati mbaya Jack Shane akapigwa mshale, na huu mshale ulikuwa na sumu kali sana. Mchizi akadondoka chini pale. Sasa baada ya pale akamchukua na kumpeleka kwenye tempo fulani hivi la mamanki. Hii sumu dawa yake nayo yule mfalme wa mbinguni aliongea yule daktari mkuu katika ile tempo. Sasa dogo bwana ikabidi atoroke aelekee mpaka kwenye ule mfalme wa mbinguni yani. Alipofika getini akanyosha mkono huku akiwa ameshikilia ile fimbo. Basi baada ya pale akamruhusu kuingia ndani. Kwa hiyo bwana mdogo umekuja kuchukua dawa kwa ajili ya kumsaidia master wako? Ndio kiongozi, nahitaji msaada wako. Vizuri. Basi inabidi unipatie hiyo fimbo. Lakini vile vile ukiweza kumpiga huyu mwanamke basi nitakupatia dawa. Bwana dogo akakubali pale. Vita ikaanza pale. Lakini bwana dogo kumfu yake ilikuwa ni ndogo sana unaambiwa. Alipigwa kama mtoto. Kisha ile fimbo ikachukuliwa ikarushwa. Mfalme akaidaka pale. Baada ya pale yule mfalme akaja mpaka hii sehemu. Sasa hii sehemu ni sehemu takatifu. Kisha akatumia uchawi kutengeneza moto fulani wa volcano kwa ajili ya kuiangamiza ile fimbo ya monkey. Jet Li akatokea na kuiokoa ile fimbo. Ilikuwa ni hatari sana unaambiwa. Mfalme alimaindi kichizi yani. Wakaanza kupigana pale. Unaambia huyu mfalme alikuwa ni noma ise. Maana sasa ilikuwa ni vita kati ya mamaki na lile jeshi la mbinguni. Huku upande wa pili ile dawa ikarushwa, dogo ikabidi aidake pale. Dogo akamrushia Jack Shane akaidaka na kuinywa ile dawa. Kumekucha sasa. Upande wa pili wakati Jet Li anapigana na mfalme, ile fimbo ikaruka ikamrukia yule bwana mdogo pale. Jet Li akamwambia kwa sauti juu kwamba piga hiyo sanamu. Dogo pale akaliwasha kitu bwana, ulitokea mwanga mkali pale yani. Yaani unaambia ilikuwa tetemeko la ardhi pale. Yaani kila mtu alikuwa chini pale. Sijui kitu gani kitatokea pale. Hebu ngoja tuone ni kitu gani ambacho kitatokea. Oho, usempenda kaja bwana monkey amerudi bwana. Mara ghafla Jet Li akapotea. Sasa kumbe Jet Li ndo alikuwa ni nywele huyu monkey. Sasa imagine nywele tu ndo inapiga vile. Huyu monkey mwenyewe yukoje? Ni noma sana ise. Baada ya pale mfalme alichezea. Yaani monkey alikuwa anafanya kama mtoto na akavunja ule mkwaju wake. Sasa huyu bidada alikuwa na kisasi na huyu mfalme. Akatoa pindi kwenye nywele kisha akamrushia ule mfalme. Kilichotokea mfalme akatumia uchawi, ile pindi kamrudia bidada mwenyewe. Bidada akafariki bwana. Baada ya mapambano marefu unaambia mfalme alipigwa chuma hicho na monkey. Bwana ule mfalme akasambaratika bwana, akafa. Baada ya pale Mungu akawatokea pale. Akaongea kwamba ni kweli huyu mfalme alistahili kufa. Kwani hata hivyo alifanya mambo mabaya sana katika ufalme wake. Baada ya pale akamrudisha yule bwana mdogo arudi katika dunia yake. Bwana cha ajabu dogo akatokea pale yani. Yaani pale alipodondokea kwenye ile gorofa wakati alipokuwa anakimbizwa na wale wahalifu. Lakini cha ajabu safari hii dogo akawa anaweza kung fu. Bwana aliwapiga wale jamaa vibaya mno unaambiwa. Ni noma sana ise, mpaka wale jamaa wakashangaa. Huyu dogo amejua nini kung fu? Maana walikuwa wanatambua kwamba huyu dogo ni bwege tu, hana lolote. Ni noma sana ise. Mpaka kufikia hapa ndo mwisho wa movie yetu hii nzuri. Weka maoni yako kwenye comment hapo chini uniambie, je, umeonaje hii movie? Na mimi ni yule storyteller yako Mfalme Kifaru aka King Rhino MC Seba, jitu la mwituni, jitu la kale. Hala baby. Mwisho wa movie hii ndo mwanzo wa movie nyingine. Na hii hapa ni Bongo Movie Recap. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe mwanafamilia halisi wa familia hii ya Recap. Asante kwa kuangalia. Bye.